Siko maganda, eti mzungu mweusi anakula ndizi kwa maganda, na tunyoshaga anakula ndizi kwa maganda. Hey! Anajulikana kama Diamond Platnumz na kibao kinajulikana kama Zuwena. Inacheza hapa ndani ya Nibs FM. Sijui unatupata ukiwa maeneo gani? Karibu sana ndani ya kipindi. Tumejaa tena kwa wingi sana. Mimi najulikana kama Omwami Dismas Ndubi Oduya. Nami naitwa Franklin Odhiambo Odambo. Kama kawaida ni Shadrack Kinara. Kinara wa Manchester United. Of course, yani Manchester siku hizo mnatamba. Wako na kiburi. Kama na kutaratamba. Kwanza juzi mmenyorosha Arsenal. Hata kunikumbusha. My friend, ajeni niwaambie one thing. Kama kuna kitu taniuma hii dunia. Kama kuna kitu itaniuma hata nilie my friend. Niwaambie ama nisiwaambie. Sema. Ni Arsenal ndio kibeba hiyo kitu. Labda wabebe tu kikombe ya chai. Uko sure atabeba kikombe ya chai? Hiyo ligi ni ya Man City. Kwa vitu unaongeanga ukweli ndio ndio unashiamana. Unaongea kitu ya maana leo. Arsenal. Aje. Hiyo yezi. By the way, Arsenal, Man City, jamani, coach wa Man City, penye huko mimi napiga magoti naomba. Hata mkienda kama ni kwenda kwa waganga muende kwa waganga. Arsenal wasibebe hiki kombe kabisa. Na hata kama tukufunga kuomba tutafunga tuombe Kenya. Mashabiki wa Man City, Man U, Liverpool, Chelsea tuombe Arsenal wasibebe hiki. Hii kuna kitu na promise. Arsenal ikibeba hiki kombe. Naenda ushago. Naenda ushago. Sasa hapo utakuwa umesaidia. Sasa mbona nikae huku taona sasa nasa inabeba aje kikombe. Najua kibeba huku taona tutakalika. Mimi hii kitu inaniuma sana. Anyway, speaking of Arsenal na Manchester sijui na mavitu gani. Kuna hii story ni majamaa sijui kama mmepatana na gani? Mwalimu. Sema mwalimu. Yaani mode mwalimu wake. Yaani ni mode. Mwalimu kuna shule nyingine hakutaki kuitaja kwa sababu za kiusalama. Iko huko kaunti ya Kakamega huko. Mwalimu amepatikana na mwanafunzi. Niuliza na alipatikana akifanya nini? Akifanya nini jamani? My friend, mwalimu alipatikana analima shamba. Shamba alikuwa anataka kupanda mahindi ama maharagwe ama viazi. Jiulize mwenyewe. Ama anamaanisha nini? Jiulize mwenyewe alikuwa analima shamba lipi? Alikuwa kulima ni kupanda, mwalimu ukipanda. Wewe jiulize alikuwa analima shamba lipi na alikuwa anataka kupanda nini? Lakini mwalimu amefumaniwa kwenye choo ya wasichana akilima shamba. Ati teburi kwenye choo ya wasichana kule msalani akilima shamba. Mbona sielewi? Unaelewa mwenzangu? Simwelewi. Kwani mwalimu aligikwa kama huku? Kwani kuna shamba kwa choo? Wanasema if you don't get it, you forget about it. Mwalimu apatikana huko kwenye choo. Kwenye choo. Sasa wewe tuambie, unaelewa ama hauelewi? Ndio nimeshikanisha sasa. Unashikanisha si ndio? Nimeelewa sasa. Okay. Sasa ikakuwaje? Mwalimu alipatikana. Mambo ikachacha. Sasa tunasikia yuko kwenye koti. Anafaa kesi nasikia. Lakini mimi kuna mtu nashuku. Yule mwenye alipata alikuwa na nia gani? Sasa kama unajua msalani ni pale penye watu wanaenda. Sasa unaweza enda huko alafu upatane na mambo. Huku kumetarajia utapata lakini unapatana na kuona mzee kwa msitu. Lakini hata yeye angenyamazia. Sasa ananyamazia. Sasa unasema kila kitu. Kwani mwalimu ameenda kufunza ama ameenda kufanya vitu zenye anafanya? Ukipata unajua tunafaa tufichue uovu ambao unafanyika kwenye jamii. Hatufai kuacha vitu. Mwalimu nafuu kwa kielelezo. That's bad manners. Wewe mwalimu in fact anafaa funzo. Mimi sina la kusema hapo. Nami mwenzangu sina la kusema. Haya, tupe maoni yako kwenye 22106 ama ututumie pale ujumbe wako kwenye Facebook @Nibs FM. Mimi utanipata pale kwenye mitandao zote @Kenyan Dismas. Ndugu zangu mtapatikanaje? Sisi unatupata kwenye mitambo ya Instagram kama Spoiler Official. Kama TikTok tupata huko pia kama Nibs TV. Haya.
Usiende mbali, tukirudi tunarudi na mahondo kabisa. Otimbi na Timbelio.